Here with my team from Musalia Power House for Ruto, with my SG here, we have the chairman Nairobi, organizing secretary Nairobi, short experiments about the whole issue. So I begin. This is a press statement by Musalia Power House for Ruto MP for R, lobby group on the unfolding political events in the country. We, as Musalia Powerhouse for Ruto Lobby Group, have taken note of misleading report attributed to our leader, Honorable Musalia Mudavadi, in regard to his recent caution on the impending constitutional crisis in the nation and his position as PCS. Musalia Mudavadi's call for referendum is firmly grounded in the Constitution, not in party politics. It's anchored on Articles 255 to 257 of the Constitution of Kenya, which clearly provide lawful pathways for constitutional amendment. We support his call for a referendum because we know the Constitution requires boundary review after every 8 to 12 years. And yet in 8 to 12 years, and yet deadline has already passed. It should be noted that legal dispute over the 2019 census, which was nullified in 3 counties, complicated ability to produce a valid basis for boundary review. Who doesn't know that change of structure of government, as captured in the NADCO report, requires referendum? Therefore, without constitutional clarification on unresolved issues and reforms through referendum, the 2017 election might be legally compromised. In short, entrenching NADCO report into the Constitution requires referendum. Honorable Musalia Mudavadi will stick to his sentiment because that is the bitter truth of the matter. PCS office was established by the Executive Order number 1 of January 2022 on the organization of government by the President and was updated with the Executive Order number 1 of January 2023, which defines functions of PCS. Presidential order is a legal and constitutional instrument, not an act of political outreach. It operates within established legal frameworks and must be understood as part of orderly governance. The referendum initiative seeks to realign Kenya's governance structures with prevailing political realities, ensuring institutions reflect the country's evolving democratic landscape. Remember, it's not about Musalia, but about the future of our nation. From an economic perspective, in proposal is driven by fiscal responsibility. Holding a stand on referendum would significantly burden taxpayers at a time of debt pressure and competing social needs. Referendum, alongside the 2027 ballot, will cut costs and other logistical technicalities with a big margin. Mudavadi's position is closely tied to the implementation of NADCO report, whose central aim is to build a more stable, inclusive, and functional political system, which ends the winner takes it all problem. The proposed reforms address Kenya's long-standing winner takes it all syndrome, which has fueled post-election tensions, elite exclusion, and governance paralysis. By entrenching power sharing, safeguards, and inclusive governance frameworks, the reforms aims to promote political balance, reduce conflict, and strengthen national cohesion. Institutional stability over short-term politics. Untimely, this referendum push represents a convergence of constitutional legality, political nationality, and economical realism focused on safeguarding institutional stability and democratic consolidation, not advancing transient political interest. That is the end of the statement. Kwa kuongezea tu, kuna mambo kadhaa mmeona yakifanyika katika nchi yetu. Kwanza sisi kama Waluya tuko mahali ambapo kila mtu anaona ya kwamba anaweza tumia jina la Mudavadi kujinufaisha. Na Waluya tumekuwa ni watu ambao mtu akiwa tu na pesa na atuonge watu kadhaa na abebe watu lori mbili aweke mahali, tunaweza fanya kazi yenye watu karibu location mzima ingefanya.
hii tabia ya kununuliwa watu lori mbili mnakuja kupiga makelele mahali si vizuri. I would like to thank Mheshimiwa Musalia Mudavadi vile walikuwa kwa matanga ya Jirongo jana. Mliona wale wakubweka walibweka wakabweka, lakini ndume yetu alisimama tu na akaabsorb na akamaliza hiyo maneno. Wakakosa mtu wa kuwajibu na wamebaki in suspense. In reality, Musalia Mudavadi ndio tuko naye peke yake. Huyu Musalia Mudavadi ndio tuko naye Waluya karibu na uongozi. Na I'm telling you, tukiwachana na huyu tukifikiria ya kwamba tutakuja kupata hii uongozi kupitia na hao watu wanabweka, itatuchukua miaka 100. Waluya tuerevuke. Kitu ya kwanza, Mudavadi ndio ako karibu na uongozi. Kitu ya pili, hawa watu wa kupiga kelele, kwa mfano wale walikuwa kwa matanga huko kwa Jirongo. Watu wengi ukiwaangalia walikuwa wanataka kujionyesha ya kwamba ni kama Uhuru amewasponsor kuja kuheckle MM, ambayo hiyo ni tabia mbaya sana Waluya mko nayo. Na sisi kama Powerhouse tumesema na hivi, tutasimama na MM, tutatembea na MM, tutamwakilisha MM na tutakufa na kupona na MM. Saa hii kuanzia saa hii hakuna mtu ataleta mchezo kwa MM. Unakuta mtu kama Osozi anaongea kuhusu mkataba wao na ODM, UDA ODM agreement baada ya Raila, wakati kabla ya Raila kukufa. At the same time anarudi anasema referendum ni nini, na anajua vizuri Nadiko ndiye anapush. Hii Nadiko ni nini? Anaelewa chenye anapush. Nimegundua wengi hawaelewi. Kwa sababu mtu kama Osozi utaitishaje Nadiko report na unajua ni lazima iwekwe kwa referendum, and then unasema utaki referendum. Huyu mtu anajielewa mahali yako kweli? Tumepata fununu ya kwamba Uhuru walikuwa wametumia pesa za Uhuru. Uhuru waambie MM ati asimame 2027 awachane na Ruto. Hiyo ni porojo. Mahali sisi tuko kama Powerhouse, tuko na MM. Hatutoki hapo. Na MM Waluya, mimi wacha niwaambie, MM ndio njia yetu peke yake ya hii power. Njia ingine yoyote, kuko kwa Kalonzo ukienda tuseme wamepeleka Sifuna akuwe deputy huko, atakuwa president lini? So kwa ufupi, sisi kama Powerhouse tunasimama na Musalia Mudavadi, na hii safari imeanza. Paka 2027 tunataka MM akuje tumsupport, akuje kuwe deputy, and then mwisho wake 2032 anasimama. Asanteni sana. Wacha nimpatie nafasi SG wangu aweze kusema jambo. Kutoka hapo mnaona tunaenda vizuri. Wa mzee Jirongo. Bwana Mr. Mradhe na timu yako, wewe ndio mlikuwa mnafanya biashara na Mr. Jirongo. Mtuambie hii biashara mmeua Jirongo, mmeua ni biashara gani? Tunataka mtufafanulie, na serikali tunawaambia namna hii. Hawa ndio suspect number 1. Kila mtu wakati anaenda kupigwa kufanyiwa uchambuzi, hawa ndio kwanza serikali tafadhali. Bwana Inspector General, tunasema ya kwamba angalia hizi simu conversations watu walikuwa nao, kwa sababu unasikia mtu anasema ya kwamba alihave conversation the day before Jirongo alikufa. Conversation ilikuwa ni gani? Kwa sababu mzee bwana Wetangula wakati alitoka pale masaa saa 3 akawaacha na marafiki wengine, na pale ndo aliendelea kuongea na marafiki wenzake. Mr. Wetangula hapa nitamtetea nikisema kwamba Mr. Natembeya ni rafiki wa Jirongo wa miaka na mikaka. Hawa ni mandugu, hawa ni marafiki, na wamefanya biashara kwa muda. So hii si mara ya kwanza wao kukutana. Wamekuwa wakikutana kila wakati. Lakini kwa saa hii ule mtu ameua Jirongo na ameweza. Ameua Jirongo kwa sababu gani? Ameua Jirongo ndio Wetangula alaumiwe. Ameua Jirongo ndio Musalia alaumiwe. Ameua Jirongo ndio Ruto alaumiwe. Lakini hapa tutasema kwamba hapa na mpaki Ruto matope. Hapa na tutasema kwamba hampaki Wetangula matope. Hapa tutasimama tukisema kwamba hamtapaka Musalia matope. Nyinyi kati yenu muulizane na mtuambie kwamba nani ameua Jirongo. Tunahuzunika sana na mambo ya siasa. Viongozi wetu wa Western tunataka kuwaonya, nyinyi ni wakubwa wetu, lakini tuambie mtatuaibisha sana. Hata mkiangalia zile clips mkichafuana majina, pale kwa kona Uhuru alikuwa anawacheka sana, pale kwa kona nyingine Moi alikuwa anawacheka sana, kwa sababu mmekuwa wajinga na mmekuwa watu wa njaa. Bwana Edwin Sifuna, kule unaharibu kule, hapo ndio mahali unakulia. Wakati unaharibu, sisi usikuje ukatuambia kwamba umefukuzwa kwa chama tukuje tukutetee. Tutakataa. Tutakataa kwa sababu gani? Wewe mwenyewe unaharibu kazi. Hao kwanza hata wamekuvumilia sana. Na wamekuvumilia zaidi
wamekuvumilia sana. Sisi tumekutetea, tumesimama na wewe, na tunasema hiyo mchezo tafadhali, Bwana Edwin Sifuna, tafadhali wacha kuharibu nyumba wenyewe. Kama umeshindwa kazi, toka kwa njia nyenyekevu, toka kwa njia urafiki. Sisi tumekuwa rafiki na Wajaluo, tumekuwa rafiki na ODM. Kuja kwa njia unyenyekevu na useme kwamba kukule nimeshindwa, sasa nakuja nyumbani, wacha nikae na mandugu zangu tufanye kazi kwa pamoja. Na hiyo ndio mambo tunasema, mambo ya kupanga Musalia matope, mambo ya kupaka nani matope tumekataa. On referendum, Musalia si mtu wa kufanya PR. Hata utaona wakati vijana walimtusi wakamtusi wakachoka, Musalia hakureact. Machuali ina machua maana. Musalia alikaa chini akasema no, hapa tulikuja kuomboleza ndugu yetu. Na huyu ni ndugu yetu tulikuwa tunaomboleza. Mambo ya siasa tutapiga siasa kwa wakati mwingine. Na kuja akaka advice vijana wetu wazuri. Na vijana wetu nawaomba, mkienda kwa matanga msionyeshe njaa, mnaonyesha kama mlionyesha njaa ya jana. Mambo ya Uhuru kuwapatia pesa, mkitumika vibaya, mkiharibu huu umoja wetu, itatuchukua miaka na mikaka sisi kufanya namna gani kupata hii uongozi. Lakini mkiwa watu wazuri tutapata uongozi kesho. So kwa hao machache na mengi sana kuongea, na nina huzuni sana. Na mjue mimi ni mtiriki kama Jirongo. Na mjue mimi naumia sana kwa sababu ya kifo ya Jirongo. Naumia sana. Lakini viongozi wetu nawaonya, nawaambia msitumike, na muwe wangwana, na tuungane, na mheshimu viongozi wenu wakubwa. Tuasi tukapata uongozi wa nchi, kwa sababu hata nyinyi kesho mtataka uungwaji mkono wa hawa viongozi mnadharau kwa leo. So ni hayo kwa leo, lakini tazidi kuongea.